Hajaelewa vizuri, mkangazie uso, mwambie umeinuliwa na Bwana wewe. Wewe ni mtu wa maana sana, mwambie huyo. Tena mwambie wewe utafika mbali sana. Moja ya watu wakubwa ni wewe hapo. Alafu pigie Yesu makofi tosha kabisa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa na kongamano zuri sana takriban siku 5 na tulikuwa tukidili na damu zinazonena mabaya. Leo nitakuwa nahitimisha kwa ufupi, alafu niweze kuombea watu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwambie mwenzio hivi kwa utaratibu kabisa, mwambie wewe hapo na sura yako hiyo, tarehe kama ya leo, mwaka unaokuja, wewe na sura yako hiyo, kama utakuwa na gari utakuwa na kiwanja, kama utakuwa na kiwanja utakuwa unaongeza nyumba ya pili. Haleluya, haleluya. Ongeza makofi kwa Yesu. Yeah, haleluya. Mwambie mzuri, relax, maisha haya yanaenda mdogo mdogo mno, kwa sababu kuna watu walikuzuia wakijua wataweza, kumbe mpango wa Mungu ni mkubwa kuliko wao. Haleluya. Mwambie jirani yako, hata uwezo kanielewa vizuri kuna wakati mwingine. Wewe nielewe hivyo hivyo nilivyo. Ila mwaka kesho wakati kama huu utanielewa tu. Maana kuna habari njema kwa ajili yangu. Sio muda mrefu inatokeza. Maana kuna jambo jema kwa ajili yangu. Kuna muda inatokeza. Somebody shout haleluya. Haleluya, haleluya. Liko jambo jipya linatokea. Liko jambo jipya kwenye ukoo wako linatokea. Liko jambo jipya kwenye uchumi wako linatokea. Haijalishi umeanguka mara ngapi, tunaanzia hapo hapo. Hapo hapo ulipoangukia, tunanyanyukia hapo hapo. Hapo hapo uliposhindwa, tunaanzia hapo hapo. Ambia mtu mmoja, tunaanzia hapo hapo. Tunaanzia hapo hapo. Pale pale walipotucheka, tunaanzia hapo hapo. Haleluya. Kuna muonekano Mungu anaenda kukupa wewe ambao kila jicho litasema wewe umebarikiwa. Unatoka ukoo gani? Unafanya kazi wapi? Ukoo familia yako ikoje? Kwa sababu kuna mabadiliko. Kwa sababu ya damu ya Yesu kuna mabadiliko yanatokea ndani yako mwenyewe, ndani ya biashara yako, ndani ya watoto wako, ofisini kwako. Kuna mabadiliko yanatokea. Katembea kwenye mabadiliko kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna mabadiliko yanatokea. Kuna wingu jeupe. Ulikuwa una giza, itakuwa giza mwanangu. Giza linapoingia jioni, kesho kuna nuru inapoteza. Na nuru inaanza kwa kutokea. Nuru katika kazi zako, nuru kwenye mipango yako, nuru kwenye mambo yako makubwa. Mwambie mzee, ni hekima ya Mungu. Saa nyingine wewe kulia, lakini hekima ya Mungu kukuinua zaidi ya kilio cha jana. Au sijui kama naongea na mtu mmoja mahali hapa. Chochote ulichopoteza jana, yawezekana Mungu alikusudia, lakini leo kuna utukufu wa Bwana unaanza kutembea basi. Unageuza mazingira, unageuza ukoo wako. Mtakuwa na jina jipya. Barikiwa mwanangu kwa jina la Yesu aliye hai. Sikia nikwambie, ni swala la muda. Ziko damu zilikuwa zinaongea hivyo, lakini kutoka sasa tunaanza kituo kipya. Tutaenda mwendo mpya. Tutakuwa na lugha mpya. Tutakuwa na marafiki wapya. Mwambie mwenzako hivi, Mungu akileta mtu mmoja tu kwako leo, historia yako inabadilika. Leo ukitoka leo kwenye ibada hii leo, utakutana na story tofauti. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wayahudi wakamuua Yesu. Wakasema yule muhuni tukazike. Hawakuelewa damu iliyomwagika ardhini ilikuwa na uhai wa kumfufua Yesu toka kwa wafu. Akiwa kabrini
hivi, Yesu nafanya nini hapa? Umezimia. Damu ikasema hivi, muumba wa vitu vyote ni wewe, kila kitu ni wewe. Damu ikaanza kuteremka kwenye mishipa iliyokauka. Haleluya. Amen. Kaburi kaanza kuchanika hivi. Likaanza kuchanika namna hii. Alafu wanasema walinzi waliolinda lile kaburi ili asitoke wakawa kama wafu. Sikiliza, wakati maadui zako wamechanua sana na wakati unaogopa sana, sikiliza, usahau neno hili. Wakati mabaya yanapoisha, mema yanaanza kutokea. Mema yanaanza kutokea. Haleluya. Amen. Mema yanaanza kutokea. Nasema mema yanaanza. Leo natoa unabii huu kwa damu ya Yesu ndani ya nyumba hii. Mabinti wadogo, vijana wadogo watajenga nyumba wakiwa wajawa na koa, watanuka, watastawi, pokea neema ya kustawi. Sikiliza, mtoto mdogo unakuwa na gari ya kifahari. Sikiliza nikwambie kidogo, hata naye kuja kwako anakuwa na step fulani. Atasema halo madam, halo mister. Atasema wewe, atasema mister. Nataka niongee na wewe jambo fulani. Atakurupuka na akija neema ya kibali. Ndio wakati wa kutembea katika agano. Sichambui sana leo. Damu ya Yesu iliondoa kwanza dhambi zako. Baada ya kuondoa dhambi ukawa mtakatifu. Ulipokuwa mtakatifu umeunganishwa na Mungu Baba na zile baraka zote. Mwambie kwa baraka zote. Rudia tena baraka zote. Mwambie unielewe. Utaelewa matokeo. Haleluya, haleluya. Natia unabii siku ya leo. Uso wako walichezea sana, lakini uso wako unabadilishwa. Unabadilishwa. Haleluya. Damu ya Yesu inanena mema, inanena afya, inanena kibali, inanena neema. Na aliyepewa neema ni wewe. Hautaishia hapo, unainuka tena, unaenda mbele tena. Haleluya. Mwambie mwenzio tulia kidogo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie tulia kidogo. Ilikuwa ni jana, wakasema nitaishia pale, lakini mbingu zimetaka niinuke. Nasema kuna mtu mmoja siku hii ya leo ulikosa kampani ya watu wema, na kama uko nayo Mungu anaongeza. Kuongezeka. Umebarikiwa kwa jina la Yesu. Ulikosa kampani, sio kwamba unalana, umekosa kampani. Ninaamuru leo mashariki yako, ninaamuru leo magharibi yako, kampani zikufuate, watu wa baraka wakufuate, watu wa neema wakufuate. Haleluya. Amen. Sema inawezekana kuinuka tena. Leo ufuta machozi, anza kutembea kwa imani. Haleluya, haleluya. Ninaona leo kwenye nyumba hii kuna sura inaenda kutokea kwa watu. Na hiyo sura adui zako wataogopa. Wataogopa. Nasema wataogopa. Kuna mwana nielewa mahali hapa? Yes. Unanielewa vizuri? Yes. Haijalishi ukoo uliotoka. Amen. Au rafiki gani uko nayo. Yes. Nazungumzia agano la damu ya Yesu. Yes. Linalookota mioyo chini. Litamuinua juu. Pokea kuinuliwa. Pokea kustawi. Inuka zaidi. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wengine walipika pilau. Yes. Ili wale. Amen. Washangilia kuanguka kwako. Leo tuna kikao na Bwana. Tuna kikao hapa kabisa. Jambo jipya. Kwenye biashara yako. Jambo jipya. Kwenye mahusiano
mahusiano yako, jambo jipya kwenye ndoa yako, jambo jipya kwenye miradi yako, jambo jipya. Haleluya, haleluya. Ninaanza kuona taswira fulani kwa mbali. Kuna watu wanaanza kuona makampuni lakini yalizuiliwa na jamaa, yalifunguliwa sina mjomba. Leo na mambo mjomba achie, mambo mtu ataachie baraka zako, anza kumiliki vitu vyako. Salimia jirani yako, mwambie jirani, acha kuogopa, acha kuogopa. Unaogopa kule tu. Haleluya. Hata ukisema unakufa kesho, usiogope. Kufa ni lift ya kwenda mbinguni. Usiogope. Nikubadilisha mazingira tu. Oh my God. Hebu nibadilishe kila changu. Nasikia sauti tu. Amina. Kwa habari ya damu ya Yesu. Mbingu zimefunguka. Mbingu zimefunguka. Kibali kimefunguka. Upako mpya umefunguka. Neema mpya imefunguka. Uchumi mpya umefunguka. Haleluya. Chupa moja tu ndogo. Yawezekana tumezoea tutakunywa damu ya Yesu. Leo nitachora mstari hapa. Nikichora huo mstari tunaagana na vitu vya ajabu ajabu. Tunaagana navyo. Tutakukuta kwa nguvu hata kama uamini tutakubeba. Haleluya. Mwambie jirani yako, uso wako mwaka kesho tarehe kama hii. Kama sijui kwa nini naongea mwaka kesho halafu wakati kama sielewi naongea hivi, sijajua. Leo kuna historia mtu naandika, kuna ukurasa mpya. Pasi ya hekalu ni kuzuia, itapasuka. Uwe uganga utapasuka, uwe ushirikina utapasuka. Piga tena sema pasuka. Nikupa ushuhuda Jumapili. Nikakwambia tulipita kwenye tango. Sawa sawa? Ushuhuda wangu naeleza vizuri sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unataka nikwambie kitu? Nikwambie jambo, nitakwambia baadaye. Haleluya. Haleluya. Amen. Gideon shujaa akakaa mafichoni underground. Nisikilize vizuri sana. Lamani ya mbinguni na matangazo ya mbinguni yanaonekana huyu jamaa ni shujaa. Sema tena ni shujaa. Kila leo anauza maharage sokoni ya 500. Kila mbingu zinasema ewe shujaa, lakini hana nguo ya kuvaa. Mbingu zinasema ewe shujaa, lakini ana msongo wa mawazo. Matangazo ya Mungu na matangazo ya dunia yanatofautiana sana. Uwe makini sana. Amina. Anasema malaika, ewe shujaa, simama. Akasema shujaa mimi mimi napepeta ngano kwa kulipo mshahara wa 2000 kwa siku wewe ndio shujaa. Mimi kwetu maskini baba yangu na mama yangu akasema kwa nguvu ndogo ulizonazo tunaanza nazo hizo. Nasema kwa nguvu ndogo hiyo ndio inayoanza kuvuta mahali watu, inaanza kuvuta baraka mahali, inaanza kukupatanisha na watu. Hiyo nguvu ndogo ulionayo, pokea nguvu ya kwanza na nguvu hiyo. Unasimama leo kwa jina la Bwana, unasonga mbele kwa jina la Bwana. Hautafuiliwa kwa jina la Yesu, hautakatishwa njiani, unaenda mbali
maandiko yamesema natabiri uende mbali mwanangu Kasau. Mwanangu kila nyama. Amejaa. Rafiki yangu wewe ni shujaa. Mwambie tena wewe ni shujaa. Ila matukio unayopitia yanajaribu kudanganya. Ni changa la macho. Sema changa la macho. Lakini leo changa la macho liondoke kwako. Liondoke kwa Yesu. Changa la macho liondoke. Nikao na wachawi wana ndapo unaweka changa la macho kwenye mimba yako hiyo. Jana nimetoka hapa jioni Kwenye semina. Nikampigia Netflix bwana njoo. Unaona nyumbani. na katu kwenye pikipiki wa. Ninamuona huyu kwa Bugando anakatwa na watu. Alafu bila huruma. Alafu hawana sura. Nikamwambia Nelson, kuna jambo kwa mke wako. Make sure kesho mlete kanisa. Anataka kukuua, nitamkamata leo. Yeyote amepanga mabaya leo au jana au kesho, tunamuondoa mbele yako. Tunamuondoa mbele yako. Tunamuondoa mbele yako. Kila matukio mabaya yaliyopangwa juu yako leo yaondoke. Ya mwanakondoo inanena mema. Imetosha kuzunguka kwenye huo mlima unazunguka. Leo imetosha. Fungua moyo wako, Mungu akufungue siku leo. Imetosha. 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 Nikakereka sana kwa habari yako. Hebu njoka. Nikwambia mtoto wako ni mtoto gani? Huyu. Tuko kwenye bodaboda tunaenda hivi. Mimi niko kwenye bodaboda. Sijui kama mwenzangu alikuwa anajua. Mimi nilikuwa naona niko Bugando napambana na watu. Sasa tuko kwenye bodaboda. Ambia Nelson siwezi kukwambia hivi. Nilikujaza stress. Sema bora aje. Asili. Labda hawa ameruhusu Mungu. Mungu akiruhusu jambo anatuficha watumishi. Anatuficha. Akiruhusu Mungu anatuficha. Ila kama ni adui anahusinisha. Waficha. Achilia nafsi yako leo uweze kufunguka mwanangu. Neema imeshatolewa kwa ajili yako. Kwa haraka. Nikupe pointi hata chache, usisema nimeongea maneno yangu. Siongea maneno yangu. Angalia Petro wa kwanza haraka. Petro wa kwanza 1 mstari wa 2. Hii ni fundisho ujumbe wangu. Tulebala. Sio kusema tumefanya hapa maneno yake. Nataka miaka 25 nianze kazi. Twende. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2. Biblia inasema namna hii. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho. Hebu tuende taratibu. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kufanyaje? Kuwajua na kufanyaje? Katika kutakaswa. Ngoja niweke vizuri hapa mama. Kwenye hilo eneo kuna watu wanaoamini. Vile yale maombi yale ya Kipentekoste unaenda kuomba Kipentekoste, unaenda kutubu sasa. Sawa. Unaenda kutubu. Unalia machozi baba kwa jina la Yesu natubu, unalia ukatubu, ukalia sana. Alafu moyo ukalizika na kulizika. Ukajua Mungu amekusamehe. Ukashangaa kesho kutoka unarudia jambo lile
Ndio maana hiyo toba Mungu hayaikubali. Akaitoa damu msalabani ili awe anaitazama ile. Atakuangalia David anaangalia ile damu pale. Adui atakushauri anaangalia ile damu. Unaielewa? Unakiri. Unatembea nayo. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na roho hata mkapata kutii na kunyunyizwa damu ya Yesu Kristo. Ndio maana tunatumia damu ya kunyunyiza, sio? Amen. Mkanyunyizwa damu ya nani? Yesu Kristo. Hii damu ya Yesu inakufanya uwe the same na Mungu. Yaani wewe na Mungu mnakuwa the same. Mnakuwa mtu mmoja, mnafanana kwa kila kitu. Ukianza kutembea kwenye sauti ya damu ya Yesu, ndio utapata ushindi. Ukitembea nje hapa, mwanangu wanaloga na hawachelewi. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja kabla sijaenda kwenye maombi. Iko hivi. Mtu yeyote, nisikilize, anaumbika kwa tone la damu ya mtu. Lazima damu ya mtu wa kike na wa kiume zikutane, ndipo anatokea mtu. Kwa ule mtu akitundwa ile mimba, anaanza kuwa na yeye na system ya damu kwenye mwili. Nachambua kwa ufupi, maana tulikuwa na kongamano hapa leo, tumeweza kuchambua yote. Sasa adui au Mungu anapotaka kufanya chochote, lazima atafute damu, aseme mwenye damu juu ya mtu mwenye damu, yani mwanadamu. Sio kama naelewa na mtu mwenye. Amen. Yani hivi, hata naye kuloga wewe hawezi kukuloga nje ya damu. Na damu lazima imweke kwa nini? Kwenye ardhi. Maana ardhi ndio iliyozaa huo mwili kutoka udongo. Amen. Ndio maana wachawi wote lazima kutegee kwenye japanda, uluke au ukanyage. Ukikanyaga tu pale, matatizo yanaanza. Ukikanyaga tu pale, ndio inaanza kuleta shida. Ukikanyaga lile eneo ambalo wametamka damu, halafu wakasema na maneno, ndio wanasema damu ya Yesu inanena. Maana kinaongea kila wakati, kila saa. Inahitaji mtu aamini na apokee na aifuate. Sasa adui zangu mtawapiga kutumia damu ya Yesu. Yani hapa ndani, kaza moyo. Sitamwacha shetani kukalia. Kaza moyo. Kaza moyo. Hapa litashuka jeshi kutoka mbinguni. Tabadilika hapa. Tabadilika sana. Na ningependa sijui nifanye nini. Kwa hiyo nikaeleza mambo mengi kwenye kongamano, lakini adui wanapotaka kufunga vitu vyako wanafunga nini? Moja, mali na fedha kwako zisije. Namba moja, kafara yote inayotolewa inazuia mali na fedha zisije, na watu wenye mali na fedha wasije kwako. Inazuia mali na fedha zisije kwako, na watu wenye mali na fedha wasije kwako. Namba moja. Kwa talaka ningie kwenye maombi na dakika 5 tu hivi niongea. Namba 2, damu yote ya maadui inadili na ndoa, maana kwenye ndoa ndiko mambo huzaliwa. Wakimwaga ile damu yao, wanaishtaki ndoa yako iwe na mashtaka, ivunjike, isitimie. Ukianza tu uchumba, wakikuona wanachukua damu ya ng'ombe au ya mbuzi au ya chochote. Sasa wanatamka kwenye ile damu, asipotokea mtu aifute, itanena mabaya siku zote za maisha yako. Kuna mtu amesetiwa mtego, anapata mchumba au anapata mke au anapata mume sawa, alafu anakupandia wivu wa ajabu. Unasema wivu wa nini? Alafu ile ndio unaivunja kwa wivu wako. Wametanga, unaona kidogo tu mke wako, mume wako, kama ni mwanamke tena ukipanda wivu kwa mwanamke, hiyo ndio mbona mwanaume anajuta. Ni furu kupewa kidogo usiku, ameperuza. Akitoka nje usiongee na watu. Yaani masharti mengi ili avunje ndoa kwa mikono yake mwenyewe. Namba 3, haraka haraka.
kuzuia kusanyiko la watu wema juu yako, kuzuia kusanyiko la watu wema juu yako. Ukiondolewa kusanyiko la watu wengi juu yako, umekaa kwenye laana, utagundua siku ya matatizo yako kwamba Mungu amekutenda nini na anakusudia. Haya mambo usipochukua bidii kwa nguvu kuyashughulikia kila asubuhi, kwamba siku ya leo ndoa yangu, biashara yangu, fedha yangu, marafiki zangu, ardhi unaopita imebarikiwa, ardhi imeinuka, ardhi kwa ajili yangu inanena mema, ndio naenda kazini. Naona siku na system saa 9 naamka kuomba na watu. Kila saa 9 mimi niko kupiga kelele. Natangaza kwa jina la Yesu, siku yako iwe njema, iwe ya baraka, iwe ya ushindi. Wakija kwa njia moja, watawanyika kwa njia 7. Natamka kwa jina la Yesu aliye hai. Bakienda kwenye biashara napata nafuu. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4 wala hapo tutakuja leo hivi tutaviondoa. Tutaviondoa ili tufanye kazi ya utajiri zaidi. Tutavipata pale pembeni. Watakuwa na nusu saa, kama sio nusu saa, tutakuwa kama ngapi hivi sasa kuombeana. Na ngapi? 4. Kuondoa kibali. Wanamwaga kafara na damu ili kuondoa kibali. Unashangaa shangazi yako, rafiki zako, mpenzi wako anakuchukia, uelewe nini wanaondoa kibali. Ila ni damu inamwagwa kwanza ndio inatamkiwa maneno. Ambaye ndoa yako inapitia matatizo, nenda kashughulikie damu zinazoongea mabaya juu ya wewe kuhusu eneo la ndoa. Omba siku 21 serious, bila hata kufunga, siku 21 mfululizo, uone kitakachotokea. Na magapi wanapambana na afya yako. Tamka mauti, tamka afya. Kidogo tu hospitali, kidogo tu madawa, kidogo tu kichwa kinauma, kidogo tu mala kiuno, kidogo tu mala mguu na bendi. Siku hizo damu zinaongea. Mtajiri na hizo baadaye kwenye maombi. Namba ngapi? Namba 6. Kukufanya kuwa mkia. Wanasema huyu mtu awe mkia mahali popote ataenda, awe mkia kwenye jamii yake, awe mkia kwa ndugu zake, awe mkia kwa mumewe. Ukishaona huko kwenye ndoa alafu wamekutamkia uwe mkia, mwanaume atakutesa wewe. Badala ya mwanaume kukubembeleza wewe, sasa utakubembeleza mwanaume. Ukishaona hivyo ndio tayari mama ameshakorogeka. Ndio maana wanangu ni mabinti wadogo wadogo, kama mngekuwa mnajua mngesimama kwenye maombi kuliko kawaida, maana dunia imeharibika. Na mangapi? Kuondoa utukufu na ubora kwako. Ukiondoka utukufu na ubora, utukufu na ubora na uzuri, utukufu, ubora na uzuri, utakuja uone ninapomwombea mtu kwenye eneo la utukufu, uzuri na ubora vilivyo ndani yako vitakapopata tabu. Haleluya. Namba ngapi? Sisi somani kuondoa utajiri, rasilimali, utajiri na rasilimali ulizozikusanya. Yaani umepambana huko, umepata ka 50,000, alafu wanasoma dua katika damu fulani kuondoa ile rasilimali na ile mali uliyoipata inafutika. Utasikia mimi niliwaishi milioni 200. Mimi nilikuwa na shida hela, sasa ziko wapi? Nini kimetokea? Mimi nilikuwa napendwa, sasa upendo nini kimetokea? Mhubiri mmoja akasema zamani nilikuwa nikinyosha mkono tu hivi watu wanafuruka. Nikamwambia sasa imekuwaje sasa hizi? Nini walimshambulia? Walimshambulia. Ondoa rasilimali ulizonazo. Leo nakutabiria kwa jina la Yesu, hakuna rasilimali yako itakayopotea. Hakuna ulichoanzisha kitakachopotea kwa jina la Yesu. Kunje vitu vyetu, simama. Kunje vitu vyetu. Weka vitu
hapa. Naweza nikaa peke yangu. Viongozi, nisimamie zoezi viongozi. Twende haraka. Viongozi, simamie zoezi. Panga tu viti pembeni, vikae tu sehemu moja tu. Asante sana. Vikae tu sehemu moja, rundo kubwa. Ili tutaka tupate nafasi. Haya, ongea na jirani yako, mwambie wewe ni mtu wa thamani sana. Umebarikiwa muda huu na saa hii. Mwambie kaa sawa. Sema tena kaa sawa ili tuweze kuomba. Amen. Kwa hiyo kinaka mmeniwekea biti gani? Unasikia leo? Mba yuko hapo. Ndio ndio kwa jamaa sikia. Wow, nice. Asante sana. Kama umemwahidi mtu karudi nyumbani saa 9, hebu mdailishie kwanza. Mimi leo nifanye kazi yangu. Amen. Sasa niruhusu leo niweze kuzungumza mambo ya ndani sana ili tuweze kusaidiana. Wangapi pamoja na mimi? Nianzie kanda ya huko Bukoba. Kanda kule Bukoba. Ewe mtu wa studio yangu ni jamani nikutimua hapo sasa. Asante sana. Asante sana. Mbarikiwe. Tuanze kanda ya Bukoba. Ninaona screen. Eneo la Bukoba. Na hiyo screen inasoma kupitia kidani cha hapa shingoni. Yes. Kuna kidani kiko kwenye shingo ya mtu. Alafu hapa unapotazama ninaona Bukoba kwa mganga mmoja ambaye katika hicho kidani ndio wanamtafuta. Hapa anaongea na yeye, kinaonekana hicho kitu kinasoma kwenye screen. Haleluya. Huyo mtu ana kidani. Ni mtazame alafu uweze kutoa hiyo. Yes, njoo. Kuna naiona picha ni mbaya na kidani hiki ndio shida.
yaani jeshi lililowekwa humo. Kila ukiwa mahali wanatazama kupitia hii kitu, na naona ni mganga mwanamke mtu mzima, umeelewa vizuri, ambaye alichukua manyoya ya yule manyoya ya nani, ya mnyama gani, ya magari nani, mnyama mpole huyo, ng'ombe, yes, mkiara ya kasara, likatamkiwa jina lako humo, umeelewa vizuri. Lakini kilichosababisha hiyo ni milango ya kutoka kule kijijini. Walishare taarifa ulipoanza tu kuwepo hapa Mwanza, wanakutazama kupitia kiganja kwa miezi takriban kama 5 sasa. Ile nguvu wanaotumia kuharibu maisha yako ni kubwa kuliko maelekezo. Jamani, mko tayari kila mtu kufungulia kwa sehemu yake? Nilikuita niseme vya kwako tukufungua. Leo nilimwomba Bwana nikasema nataka niweze kujua si nini kinachokutafuta. Kuna muungano kutoka kwenu, lakini naona ni Bukoba pia. Kuna kitu ambacho kinasoma sehemu moja ambacho kimekamata maisha kwa nguvu kupita maelekezo. Hebu kanisa tukaomba. Leo tutatumia damu ya Yesu. Mama nitobolee. Tutatumia damu ya Yesu ya kunyonyezwa. Watoto hao wakae nyuma kidogo pale. Pale na mtu mzima na waangalie. Wakae pale nyuma. Kaya. Kwa hiyo kitu kidani brother nitakitoa. Utakiacha madhabahu. Alafu nakupa siku 3 yatabadilika mambo yote. Kanisa mkutani tupasue kidani kile. Baba, hii ni damu ya kunyunyizwa kutoka msalabani. Nazihukumu damu za aina zote ambazo kijana wametamka, wakazindika kwenye makaburi, wakazindika, wakakamata moyo wake na nafsi yake ili waweze kumiliki maisha yake na nyota yake. Sasa tunaita ule uwezo wenye mamlaka, wenye nguvu, ile madhabahu na ile hekalu ambayo limemfunga huyo, liende likapasuke kwa jina la Yesu. Liende likapasuke kwa jina la Yesu. Na hicho kidani zaidi, wewe jini umekaa kwenye hicho kidani, ninatangaza chomoka, 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 chomoka. Wewe jini kwenye kifua, chomoka kwenye kifua. Wewe jini joka mwenye sumu, unayeng'ata akili yake, unayeng'ata moyo wake na kufanya umtulize ili akae kwenye matatizo. Ninazungusha mkono huu, ninatuma damu ya Yesu sasa hivi kwenye wengu wa roho. Ninatuma rali iende kapufue Bukoba, yule jini kule Bukoba, na piga ule mganga, na piga ule mganga aliyetengeneza hicho kidani, akatuma kwenye mwili wako na lusu radi ya moto. Toka kwenye kifua, wewe joka uko kwenye kifua, na lalua joka kwenye kifua. Hebu nenda kaseme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, power ya Jesus. Na kutapisha chakula walichokulisha, wakikupa hicho kidani, aliyekuvalisha kidani hicho akakulisha na chakula. Haya, toka chakula, toka chakula, toka kifo, amtabua huyo, toka kwa Yesu. Na kutapisha wewe chakula. Kanisa mnaomba kichovu sana. Power. Come on. Come out. Come out. Come out. Come out. Be free. Come out. Hebu toa hicho kidani, toa hicho. Kuna jini kwenye kidani hicho. Kata hicho, toa. Usikate kwa ubaya, toa hizo. Nguvu za Roho Mtakatifu. Hebu shida. Kama nakipenda utakitakasa kwa damu ya Yesu. Hebu sema wewe jini king'ang'anizi, unayemng'ang'ania, sema toka, toka, toka. Ungua moto, ungua moto.
naweka mshale wa moto, naweka mshale wa moto, hautakaa. Achia maisha, achia ndoto yake, nasafiri mpaka kijijini kwao, navunja madhabahu iliyoua ndugu yako, madhabahu iliyoua ndugu yako inayokutafuta ikuwe, napiga madhabahu, nachoma hiyo madhabahu, nachoma hiyo madhabahu, nachoma hiyo madhabahu iliyoua ndugu yako, naichomoa iliyoua ndugu yako kama anauze, kama anauze kwa jina la Yesu. Anapofunguka unawefunguka kwa damu ya Yesu. Nasema paralyze ile jini la mauti na kifo linaloua watu ghafla. Haleluya. Hebu sema moto, 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 moto. Wewe uliyemloga kijana huyu na kuua popote ulipo, achia haraka, achia haraka, achia haraka, achia haraka, achia haraka, toka, 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 toka. Kama tunaandika sheria mpya, sheria mpya, nachomoa kifo, kifo cha kukonda, kifo cha kufa taratibu. Aliyesema ufe taratibu, afya yake sio yake hii afya ya uongo, na paswa afya ya uongo. Toka dada, toka na kutoa kwa jina Yesu. Toka Mateo, toka pita mdomoni, toka pita kwa mdomo, pita kwa mdomo, pita mdomoni, pita kwa mdomo na kutapisha, pita mdomoni. Wewe kifo, pita kwa mdomo, pita mdomoni, pita mdomoni. Lucifer, pita mdomoni. Majini ya Freemason, pita kwa mdomo. Haya, toka, toka haraka, pita mdomoni, pita kwa mdomo haraka. Ondoka haraka. Na kulaani leo, umelaaniwa wewe mganga, umelaaniwa mchawi na kasako, katika jina la Yesu aliye hai. Wewe mama usitoke nje, huyo mama mama usitoke nje wakati wa kazi kama hizi. Nye watu wasitoke nje. Shatara baba. Unaona mavita kama unaenda nje mtu mzima. Shaka jojo. Endeni Ibrahim kana pale. Vunjeni toa kitu hicho katika jina la Yesu. Jojo. Wewe uliyetafuta damu hii, unatafuta huyu mwanamke ili uwe na toa wewe kifo uliyetapwa chini wa mauti na uharibifu. Ninakukamata kwa mwengo roho. Wewe utazuia huyu mtoto, utazuia mtoto. Achia mtoto, achia mtoto, achia mtoto, achia mtoto, achia mtoto, achia mtoto, achia mtoto kwenye tumbo. Toka wewe chini uliyekaa kwenye tumbo la uzazi. Ninakamata yale majini, yale mapepo ya vurugu, mapepo ya giza, mapepo ya uharibifu. Haya mwachie ile kamba iliyofungwa kwenye hii miguu. Haya toka haraka, toka uliyekaa kwenye miguu, toka kwa Yesu. Nateketeza kila uganga ulioshika miguu yako, navunja ile madhabahu ya uharibifu, ile madhabahu iliyopeka, imeteka maisha yako, imeteka familia, imeteka watoto, ile madhabahu. Wewe nyoka, wewe nyoka, na kazi zako na sumu zako nalipua kwa moto, uteketee. Nyoka, naponda kichwa chako. Nyoka, achia mtoto, achia mtoto, achia maendeleo yao. Wewe nyoka wa uharibifu, unayosia maendeleo yao, ulienda mabaya na kukanyaga, na kukanyaga, na kukanyaga, na kukanyaga. Wewe uliyeshika wao, umeshika familia hii na kukanyaga. Wachie, achia haraka, achia mwanamke, achia haraka, achia haraka, na achia damu Yesu ianze kuvunja kila madhabahu zote za giza, ziondoke. Toka haraka damu Yesu aliye hai. Hebu muombe, tumuombe. Omba neema ya Yesu Kristo, omba neema ya Yesu Kristo, omba baraka za Mungu, omba kibali cha Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye hai.
Funguka na kutoa kule hicho kifungu na kutoa. Funguka we mtoto, naongea na we mtoto, cheza kwenye tumbo hili, tuwasiliane kwa kile, tuwasiliane we mtoto kwenye tumbo, tuwasiliane kwa damu, tuwasiliane kwa damu ya Yesu. Kuna jambo naliona liko Sumbawanga. Sumbawanga. Sumbawanga, jomla Sumbawanga. Kuna jambo naliona Sumbawanga. Wanasemaje hao? Tajiri wao. Sasa shida nini? Shida ni nini? Simwachie haraka. Mwachie haraka. Hebu kunja mkono wako hivi. Sema tunaparamia hiyo ngome iliyomfunga huyu kijana. Waachilie nyota yake, nyota ya ukoo, nyota ya familia, nyota ya baba yao mzazi, nyota ya mama yao mzazi iachiliwe. Hao walioshika, sema chanika vipande vipande, chanika vipande vipande, chanika vipande vipande. Haya, tunahesabu mara 7 afunguke, twende. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laza hapo chini. Mlaza tu chini. Naona Sumbawanga. Sumbawanga kuna nini kilitokea? Wakati ungali kijana, wakati kabisa. Oh meu. Umeanza kuwa dereva ukiwa mdogo sana. Mdogo mno. Kama hata trafiki wakikuona walikuwa wanavumilia kwa sababu huko na ni mtoto wa mtu anaye wanamfahamu. Lakini umeanza kuendesha gari ukiwa mdogo sana. Sasa iko hivi, kuna mambo ambayo siwezi kukwambia kwa sababu ni ya kindugu. Jambo lile liliwakera watu fulani. Tena wakamwambia kabisa, baba, namna unavyomtendea kijana huyu hufanye sawa. Na baada ya babako kufa, siku ya 3 baada ya babako kufa, walienda kwenye kaburi. Wale walikuwa wanasema sio vizuri, wakasema hivi, kama baba yake alivyokufa ndivyo kijana huyu nyota yake na maisha yake tunayaua. Siku ya 3
lile kaburi. Na baada ya siku 7 kuna watu siwezi kukutajia walifanya sherehe kufurahia kwamba wewe ni mtu 0 kati ya 0 zilizopo. Walifanya sherehe. Nilo msuri siwezi kuambia kanisa, huu ni mzaliwa wa kwanza. Tunataka tukarudishe haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Adui amecheza na mzaliwa wa kwanza. Wewe ambaye ni mzaliwa wa kwanza uko hapa, sikia story. Sasa leo tukachukue mali zote za familia tumwagie mikononi mwake. Haleluya. Hebu sema kwa jina la Yesu aliye hai. Inua mikono yako brother. Sema kwa jina la Yesu aliye hai. Zile mali, ile baraka ya mzaliwa wa kwanza na ile akili ya mzaliwa wa kwanza ya mtu huyo, sema tunaita nyota yake, ukuu wake, maisha yake, baraka zake, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Roho ya kukataliwa, teketea, 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 kubaguliwa, teketea, kuzuiliwa, teketea. Twende Kaume, rudisha utajiri wake, narudisha akili, narudisha utukufu, narudisha ubora, narudisha utawala, narudisha mali kwenye mikono hii, kwenye mikono hii. Rudisha baraka zako, narudisha baraka zako, narudisha neema zako, narudisha kila kitu. Ukawe milionea, ukawe milionea, ukawe milionea, akili ya mamilionea, miguu ya mamilionea, viatu vya mamilionea, na achilia ya upako. Ewe Lucifer na kupiga uganga wa Sumbawanga, uganga wa mkoa wa Mara, uganga wa mkoa wa Mwanza, uganga wa Iringa, uganga wa Mbeya, na lalua ule mtandao uliofanya mabaya juu ya huyu. Na tamka damu ya Yesu inayonena mema, na tamka damu ya Yesu inayonena utajiri, na kila mama na vizuizi vya kila namna, na mpatanisha kwenye roho na damu ya Yesu, na baraka za Mungu, kibali cha Mungu, utukufu wa Mungu, neema ya Mungu, kwa damu ya Yesu ya in Jesus name. Hiyo vita unayoamua sana suba, hiyo vita iko kwako tu. Basi leta mkono wako. Baba, naitakasa mikono hii akawe milionea, kama nilivyotabiri kwenye imani kwamba mwaka kesho wakati kama huu kuna watu watakuwa na majumba yao na nyumba zao, miongoni mwao ni huyu hapa. Natakasa mikono yako ukamiliki na kutawala, ukamiliki ndugu zako, ukamiliki na kumtawala kila mtu aliye nyumbani mwako sawa sawa na maono ya baba yako mzazi, katika jina la Yesu aliye hai. Ile roho ya kibali ya baba yako na irudisha kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Ile roho ya mafanikio, roho ya neema, roho ya kujitoa kwa wengine, na achilia kwako kwa damu ya Yesu aliye hai. Amen. Kanyaga tu hapo chini. Baba, nakushukuru kwa sababu umekuja kufungua malango ya mashariki, magharibi, kaskazini na kusini kupitia jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Imekuja. Nenda kastawi, nenda kabarikiwe, nenda kaongezeke. Barikiwa sana kwa jina la Yesu aliye hai. Amos, tufanye kazi. Jamani, nenda dakika chache, lazima kila mtu muombe hapa. Nikiona mashindwa taombea kwa ujumla. Amos yuko. Umenenepa sana. Kula nini? Sikiliza. Nataka niongee vitu. Mawe inayotafuta kuimeza kesho iliyo njema, ninaivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ewe uliyekaa ndani na kumzuia, ninakuamuru kwa damu ya Yesu. Saa inaruhusu moto wa Roho Mtakatifu upite kwenye miguu yake, upite kwenye mikono, upite kwenye kila kiungo, kila kifungo walichotamka, kila kamba waliotamka, kila manuizo yanayotamka baada yake, na haribu kwa jina la Yesu, na haribu ule mpango
mipangilio walioandaa juu yake. Kanisa piga kelele, sema tunaharibu mitego yote waliotega mbele yake kwa jina la Yesu. Hebu nenda omba, neno maanisha mitego yote, mitego ya mabaya, toka mitego, natuma moto, poromoka giza, poromoka mitego, naondoa mitego. Natangaza nyota yako yaanze kuangaza, nyota yako ina kibali, nyota yako na stawi katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Sasa tutaenda kwa ujumla. Zoezi langu liishi hapa. Sasa jamani, inakuwa namna hii. Hebu tutengeneze tutavuka. Tutaunga kama kuna mstari mmoja hapo, mstari tunaunga hapo, mstari tunaunga hapo, mstari itokee mstari fulani, alafu utaruka tu damu Yesu hapa. Sawa? Alafu ukiruka pita hapa, rudi kule ulikotoka. Sasa tunaombea damu ya kunyunyiza kwa pamoja. Bwana sasa hivi inua mikono yako, sema Bwana Yesu, damu yako ya thamani iliyomwagika msalabani leo kwa pamoja kwa imani tunaimwaga na sasa katika ardhi, ili Bwana ukakomboe ardhi ya kwetu, duka langu, kazi yangu, nyumba yangu, watoto wangu, kesho yangu ikakombolewa, na kibali, neema, utukufu, ubora uambatane pamoja nami. Damu yako inayonena mema ikanene mema kwenye biashara, ikanene mema kwenye kazi, ikanene mema kwenye afya yangu, ikanene mema kwenye kila kazi, ikanene mema kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu, saa hii na majira haya ninajiweka wakfu kwa damu yako, unitakase, uniinue, unistawishe kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, kwa sababu damu yako inanena mema juu yangu na watoto wangu, juu ya afya yangu, mwili wangu, kwa jina la Yesu aliye hai. Ninapovuka damu yako, kila kamba ikatike, kila vikwazo vikatike kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, kama damu yako ilivyomwaga katika ardhi, na mimi naimimina damu hii katika ardhi, ili wakomboe hawa waliotoka katika ardhi, ambao wanaonewa, ambao hawaoni mpendo, ambao hawaoni fursa, ambao wamezuiliwa, ambao wamekataliwa, ambao wanaumwa. Roho Mtakatifu, kaweke ukuta kati yao na magonjwa, kaweke ukuta kati yao na matatizo, kaweke ukuta kati yao na kushindwa. Damu ya Yesu inayonena mema ikanene mema kwa kila mmoja, kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa unaruka tu, sawa? Hivi damu ya Yesu ilimwaga juu ya msalaba. Kwa hiyo mtu yote ambaye kwao huwa hawaendi mbali, kwao huwa wazuiliwa, mimi naanza kuwa wa kwanza. Musa alikuwa wa kwanza kuifesi bahari ya Shamu, akavuka pamoja na watu wake. Baba, ikiwa kuna jambo ambalo linazuia huduma hii isiende kule inatakiwa kwenda, ninapokanyaga na kuvuka damu yako, huduma hii inafunguliwa na watu wake wanafunguliwa, viongozi wanafunguliwa, watoto wao wanafunguliwa, biashara zao zinafunguliwa, miradi yao inafunguliwa, maisha yao kwa ujumla, wao na vitu vyao wanafunguliwa kwa damu ya Yesu. Ninaomba nikiamini, amen. Maanisha wewe sema chochote, maana kinachokutesa wewe ndiye unajua. Mwambie Mungu, napovuka mahali hapa, kila mamlaka ikaondoke inaonizuia. Mhudumu mmoja angekuwepo hapa, mhudumu mmoja angekuwepo hapa. Hiyo ni damu ya mwanakondoo. Hakuna madhabahu yoyote ambayo itafanya kazi ndani ya hiyo damu ya Yesu. Yote, usikubali kuvuka na tatizo lolote hapa, usikubali kuruka na matatizo hapa. Sema damu ya Yesu
kuwa mwamuzi wangu leo. Shatarabasi. Wewe kama ni watu wa huduma mwenye fasa. Hiyo ni damu ya Yesu jamani, sio maji hayo. Shatarabasi. Shatarabasi. Kantarabasi. Anatakiwa avuke damu ya Yesu. Mshike vizuri mkono. Leo usikubali madhabahu yoyote ya babu yako ya babu yako uvuke nayo. Sema ninakataa. Sivuke na ugonjwa hapa. Sivuke na mzimu. Shaparoda. Mtampitisha tena hapo. Paraboshaka. Hiyo ni damu ya mwanakondoo. Kila pazia linavunjwa. Kila pazia linavunjwa. Pazia linakatwa. Pazia lolote linaanguka. Pazia kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kataa kuvuka na mambo yale. Nimeweka damu ya Yesu hapo ili mtu jisemee mwenyewe, sitaki kuvuka na tatizo, sitaki kuvuka na tukio lolote. Mimi na watoto wangu, mimi na watoto wangu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. In Jesus name. Maanisha tu uliyeluka, anza kuabudu, anza kushukuru, anza kushukuru, anza kushukuru. Jesus. Huyo hatakiwi ilo tatizo lirudie tena, atarudia. Rudisheni, arudie tena. Rudisheni tena, arudie tena. Aya, rudisheni mpaka awe nomo. Rudisheni tena mara nyingine. Damu ya agano la Kristo Yesu likufungue. Rudisheni tena mpaka awe nomo, mpaka awe nomo. In Jesus name. Wewe uliyepita, anza kumshukuru Mungu ulipokaa. Shukuru Mungu. Aya, tumishi wa Mungu mshike mkono tu. Mimi na uhai wa Yesu Kristo, ule uhai wa baraka, ule uhai wa afya, ule uhai tunamimina ndani yake. Atakaswe kwa damu ya mwanakondoo, atakaswe kwa damu ya mwanakondoo. Mtu mmoja nichukulie saa moja kwa pale mezani pale na shukrani. Uhai wa kijana huyu, uhai wa kijana huyu. Yes, damu yako ya thamani imtakase, imtakase, imtakase kwa jina la Yesu. Mpitisheni tena, mpitisheni tena. Baba, ninakushukuru. Akae pale kwa damu ya Yesu. Aya, mshike tu. Funguka. Uwe imara. Simama kwa miguu yako. Pokea nguvu kwenye mkono, kwenye mifupa, kwenye uso wako, kwa damu ya Yesu. Pigia Yesu makofi ya kutosha. Hii ni saa ya kawaida. Kwa vita ulizonazo wewe, lazima tukuwekee ulinzi wa malaika. Amen. Ya lazima niweke malaika kwa nini saa. Kanisa tuombee saa hii, tuachilie malaika wa Bwana. Huyu mtu bado anahitaji msaada wa Kristo. Nyosha maombi yako, malaika wa Bwana ataingia huko. Baba, asante kwa ajili ya saa hii. Tunaachilia upako na kibali na majira mapya, majira mapya kwa damu ya Yesu, majira mapya kwa jina la Yesu Kristo. Asante, asante kwa jina la Yesu. Vai. Fanya hivi. Afacha kuni.
Hii itakuwa ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Achia tende. Baba, naachilia mkono wako wa ulinzi na kibali na mafanikio na yote yaliyokuwa yamepotea kwenye maisha yake. Leo naombandikia mkono wa Bwana Yesu, mkono wako narudisha vyote. Pokea, pokea, pokea kwa nguvu, pokea kwa nguvu, pokea nguvu, nguvu ya kushinda, pokea nguvu, nguvu ya kuwa na roho, pokea nguvu, nguvu ya kuwa tajiri, pokea nguvu, nguvu ya kuwa mfalme na mtawala kwenye familia yako. Pokea nguvu, ukainue baba yako, ukainue ndugu zako wa kike na wa kiume. Pokea nguvu. Nasomesha majira mapya, nasemesha majira ya kibali, nasemesha upako mpya, na miliki na tamka mamilioni ya pesa kwenye mikono hii, na mimina milioni za pesa za kutosha. Naweka miladi ya kutosha kwenye mikono hii. Kila mradi ambao walihujumu wachawi, leo narudisha ule mradi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mikono hii inaachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea kibali na nguvu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Miguu yako itembee katika baraka. Amen. Ongeza makofi ya kutosha kabisa. Ambaye hajapiga tena tupiga wala. Jesus. What are you doing? Jesus. Neema iwe kubwa. Neema iwe kubwa. Neema iwe kubwa. Neema iwe kubwa. Neema iwe kubwa kwa jina la Yesu. Neema iwe kubwa. Neema. Amen. Neema iwe kubwa. Neema iwe kubwa. Dada mwenye mtoto anakuomba sana. Inawezekana wewe upendi kuja kwa wewe sana. Inawezekana unakuwa upendi kuja kanisani au la, lakini kwa ajili ya huyu. Amen. Na hapa Mungu alikuleta kwa ajili ya uhai wa huyu. Kwa naomba mjitahidi kuelekea huyu kwa ibada. Amen. Kama unasafiri acha utaratibu wa Mungu kwa ibada. Huyu ni Kristo. Baba na Mungu. Na watu wanaona Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua kitu chako. Navunja kila vikwazo katika ulimwengu wa roho. Navunja kila madhabahu zinazonizuia. Narejesha nyota yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na agiza nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa mzee iko hivi, mahali ulikuwa unafanya kazi. Mahali ulikuwa unafanya kazi, na kuna mtu niwahi kumtokea mahali pale, umeelewa? Alikuwa ndugu yake bosi wake wa mbali sana.
na kutambulisha kwa sababu alikuwa amekuja kwa asili kwa ajili ya mambo ya familia kwao. Lakini siku ile alipoingia kwenye ile hoteli, sawa, uliokuwa unafanyia kazi, alishughulika na nyota yako akaondoka nayo. Kwa nyota yako wewe uliacha kule, mwenye aliye kwa ajili ataelewa, ila ndugu yake ndio aliyeona ile nyota, kwa sababu alikuwa anataka aweke watu wenye PhD pale. Akasema lazima tuchukue nyota yako, sawa, kwa tumia maji siku 5, alafu hiyo chukua damu ya Yesu kuelekeza namna gani nyota yako na kuisemesha ije kutumia damu ya Yesu kufanya kazi, sawa. Na unipe jina la hoteli unafanya kazi, niandikie hapo karatasi. Amen. Unapoenda kuajiriwa mahali popote, unapoenda kuajiriwa mahali popote, toa taarifa kwa watumishi wa Mungu, kwa sababu kuna kazi unaweza kuipata halafu magonjwa ndio yakaanza kwenye maisha yako. Amen. Kuna biashara unaweza kuanza, matatizo yakaanza kwa sababu hawakuiweka wakfu zao katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Kila kazi unayoifanya isikupe majanga yoyote kwa jina la Yesu. Kazi yote kufanikisha na kukufanikisha na ustawi na kuwa na afya bora. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumekuwa na kongamano la siku 5 takriban kwa ajili ya kunyamazisha damu zinazonena mabaya kwenye maisha yetu. Ikiwa leo umeruka damu ya Yesu, basi habari njema ikaanza kutokea juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao wanatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, endelea kutufuatilia kila wakati na like na kusubscribe hapo, ili uendelee kwa kwanza kupata habari njema unayotazama kupitia mtandao wote wa kijamii popote duniani. Ninatamka baraka juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Mtu yote huko Tanzania, huko Kenya, huko nchi yoyote ile